loving one another. We are living in the world when what the world calls love, it is not really love. Some of what people call love is lust. But Bwana tusaidia, maana kuna tofauti ya tamaa na upendo. Kuna tofauti ya tamaa na upendo. Kwa hivyo ningependa tukafungue kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 na mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana, the book of 1 John, chapter 3 and verse 11. If you have the same, kama hujafika sema tutakumoja tu. Tusoma mpaka verse 17. 1 John chapter 3 verse 11 to 17. Biblia inasema hivi: maana hii ndio habari mlisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamua ndugu yake. Naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, naye ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana tuwapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila amchukia ndugu yake ni muuaji. Nani mnajua ya kuwa kila muuaji ana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huduma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo umelituma likatusaidia. Naomba likapate nafasi katika maisha yetu. Naomba likalete ufunuo na hekima na mwangaza, ili tukakae vile ambavyo unataka tukakae. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na sote tuseme amen. 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 Upendo ambao ninaongea ni yule ambao unaitwa agape love.
upendo ambao mtu ambaye hajaokoka hawezi kuwa na upendo. Kwa nini hawezi kuwa na upendo huu? Maana upendo huu si kitu tu kinakuja ndani yako, ni Mungu mwenyewe. Mungu ambaye tunamwabudu, yeye ni upendo. Praise the Lord. Our God is love. Na kwa hivyo unapookoka, Mungu anapokuja ndani yako, unapozaliwa mara ya pili, basi huo upendo unazaliwa ndani yako. Somebody say amen. Amen. Na kwa hivyo unapozaliwa, basi pia inawezekana ikawa unasikia msukumo wa upendo, lakini hauoni ukidhirika. Unaona mpenda tu chache, unasikia kumpenda, unasikia kumsaidia, lakini wazo wengine nakuja nasema hapana, hata yeye kwani yeye akunisaidia wakati nilikuwa na matatizo. Dunia vile inafanya mambo ni kwamba kama niko na jambo na umekuja ukanisaidia, na pasa na mimi nirudishe mkono. That is the language of the world. But in the kingdom, that is not our language. We don't love because somebody has done anything. We love them because God has loved us. Praise the Lord. Amen. Na kwa hivyo kumekuwa na kuchanganyikiwa kwingi in the body of Christ. Na hiyo inatulimit kwamba there are levels tunataka tukafikie, but we are not reaching there. Why? There is something that is missing. Na Mungu anasara because he is not living in time. God is living outside time. God is not limited by the time that can limit us. So, whatever it will take, as long as we are his children, for us to learn some of these things, then it will take that long for him to take us to where we're supposed to be. When us speak, there are people that have taken long. Now, listen to me. Some of the things Bwana aliniambia ni hii ambayo tunajifundisha asubuhi ya leo. Kile kinasababisha uponyaji upatikane, uwekelee mtu mkono na apone, the driving force is called compassion. Ni upendo ndio unasababisha. Mungu anachomoka ndani yako kwa sababu ya ule upendo. Umeguswa na hali ya mtu huyu. Wewe uko na haki, hata ulikuwa unakimbia kazini, uko na shule, you are very busy, lakini unakutana na mtu ni mgonjwa, something moves you, inaitwa compassion, ni upendo. Unasema hapana, unaenda pale, sometimes you can even shed tears, unamwekelea mkono, huyu mtu atapona. Praise the Lord. Amen. But when we do it technically, it may not happen. So I want us to learn some facts and some things about loving one another. Point number one about loving one another. This love. We learn about this love. Lazima ufundishwe ama ujifunze. Si kitu ambacho kinakuja automatic. No. We learn. And I'm going to show you from the word of God. Si kitu ambacho tulizaliwa nacho. Tulizaliwa tukipenda yule anatupenda. Tulizaliwa tukisaidia yule ambaye anatusaidia. But this is another kind of love.
ambao mtu anapozaliwa mara ya pili, nimekwambia huu upendo ni Mungu. It is not something. It's God. God is love. Na kuna verse nimesoma hapa, nataka nirudie tena nikuonyeshe that we love. Hata in John chapter 3 verse 16, hiyo ni scripture ambao watu wengi tunajua. Inasemaje? John 3:16. So that God loved the world and gave his own. For God so loved the world. For God so loved the world that he did what? He gave his only son. So this love, upendo unaonekana, si kitu kinajificha. Ukianza kumanifest katika maisha yako, it will move you to make an action. Ni matendo, si wazo tu. For God so, kwa maana jinsi hii. Kwa hivyo kuna jinsi upendo huo unapokuwa ndani yako, unaanza kupenda watu. Na Mungu alipopenda ulimwengu, akatoa his only son. Alipenda ulimwengu ukiwa umehukumiwa. We were already condemned. Our destiny was hell. We were dead in our trespasses. Lakini katika hali hiyo, tulikuwa tunanuka dhambi. Tulikuwa tunanuka kimauti. Lakini tukiwa katika hali hiyo, hatukutengenezwa kidogo ndio Mungu atupende. In that state, Mungu akatupenda. Si kwa sababu tulikuwa tunampenda. Hata anapotukaribia kutuonyesha upendo huu, tunaongea vibaya. Lakini Yesu akatutoa. So, upendo, we learn it from God. We learn it from our Father. Because like Son, like Father. So, upendo huu, we learn it from our Father. Hebu sikiza verse 16 vile anasema. Nikifanya study nilikuta kwamba John chapter 3 verse 16 na 1 John 3:16 ndio sasa ninasoma. Sikiza vile inasema. Katika hili tumelifahamu pendo. By this we know love. By this. Kwa hii ndio tunalifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunapoona vile Yesu Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yetu, hapo ndipo tunasoma upendo. Mimi najiangalia vile nilikuwa mwenye dhambi, vile nilikuwa sipendeki hata katika society. Hakuna mtu ananipenda. Lakini akatoa uhai wake kwa ajili yangu. He died because of me. So the moment unaanza kuona hii, that is when we learn this love. We are talking about. I want us to read Romans
29. Biblia inasema hivi, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among brethren. Kwa hivyo Mungu alitujua kabla, na anataka tukawe kama his firstborn. Now when Mercedes-Benz wakitoa Mercedes mpya ambao haiko katika market, wakitengeneza, huwa wanaitoa na wanaipeleka kuionyesha. Na inaonyeshwa ile speed inaweza kwenda, ile capacity engine, vitu vyote vinaonyeshwa, ili kama wewe unataka kununua Mercedes, unapoangalia hiyo unaambiwa basi tutakuwa na mass production ya the same type. So kama umependezwa na hii, zile zingine zote tutatoa, hii class zitakuwa kama hiyo. Naye Mungu kwanza alitoa Yesu Kristo as his firstborn, ili tukaelewe vile tunapaswa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akatuonyesha Yesu. Remember 1 John chapter 4 verse 17 inasema kama vile Yesu alivyo ndivyo tulivyo. Amen. Si ndivyo tutakavyokuwa. Many people wanataka Biblia iseme vile Yesu alivyo ndivyo tutakavyokuwa. Hapana, inasema as Jesus is, so are we in this world. Bwana asifiwe. Amen. Ule upendo Yesu alidemonstrate, tuko na capacity ya kupenda pia. Kwa hivyo si lazima uende training atuulize sasa hii upendo mtaipata wapi? Iko ndani yako already. It is already in us. It is already in us. Hebu nisome maandiko mengine iko Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Biblia inasema hivi. Tunaanza na 6 ndio usikie mtu. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya maovu, Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa
Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sikia, maandiko yanasema si rahisi yaani muone mtu ambaye anatenda haki ama mema, na kwa sababu kuna jambo amekutana na, maybe is somebody he was driving akagonga mtu akaua, but he is a good man, he is a man of God, na hukumiwe kifo. Na wewe maandiko yanasema ni jambo ngumu hata kukufa kwa mtu mwenye haki. Yaani useme nitakufa kwa ajili yake, si rahisi. Na inauliza kama kwa mwenye haki mtu anaweza akadhubutu, je, na kwa mwenye dhambi ambapo sisi tulikuwa hivyo? Lakini Mungu kwa sababu ya kutupenda sisi, Yesu akafa kwa ajili ya sisi tukiwa wenye dhambi. That is the love that we learn from God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. John chapter 13 and verse 34. Kwa hivyo mpendwa, tunapojifundisha huu upendo sio ule unakuwa this love, another point. This love is unconditional. You don't attach it with any condition. Awamini mtu nitakusaidia, lakini ukisema hiyo, that is not the kind of love we are talking about. Biblia inasema in John chapter 13 and verse 34, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Jesus, remember, tuliposoma 1 John, John anasema this is not a new thing that I am bringing to you, lakini ni ile amri ama command ambayo ulisikia hapo mwanzo. Nataka kwanza nisome hiyo ndio tushikishe vizuri. Verse 11 inasema, maana hii ndio habari mliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. John was referring to what the Lord Jesus Christ said in the book of John 13 and verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Upendo huu ni amri ya Bwana wetu Yesu Kristo, na anasema tupendane sisi kwa sisi kama vile yeye
alitupenda sisi. Upendo wake haukuwa na condition. Upendo wake haukuwa ati kwa sababu ulinipenda, wacha na mimi nikupende. Hapana. It is unconditional love. Tupendane sisi kwa sisi kama vile alivyotupenda sisi. Na next verse inasema, by this all will know that you are my disciples if you love one another. Kitambulisho chetu si kusema tu we are disciples of Jesus Christ. No. Wakati tumependana, we love one another unconditionally. Hata dunia na shetani watajua, surely these are the disciples of Jesus Christ. Hao ni watu wamefundishwa na Yesu, ni wanafunzi wa Yesu. Nataka pia nisome pia John chapter 15 verse 12. Nataka uone tena. Huyo ni Yesu anasema, na anasisitiza. Anasema hivi, this is my commandment that you love one another as I have loved you. You hear the emphasis. This is my commandment. Hii ni amri yangu. Mpendwa, kitu cha kwanza ambacho lazima kitimie ili uzaliwe mara ya pili, lazima uamini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako na akafufuka siku ya tatu. Na unapoamini kwa moyo wako unahesabiwa haki. And number 2, lazima ukiri na kinywa chako. You must confess with your mouth Jesus to be your Lord. Kwa hivyo, kama Yesu ndiye Bwana wa maisha yako, basi hii ni amri yake kwetu sisi ambao tumeokoka. Loving one another it is not supposed to be a feeling. Atisikusikia mimi sina mafeeling na wewe. That is not what you're talking about. Atunaamka unasikia sasa mimi sisikii hata nisiongeleshe. Hii commandment ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana alijua ameinvest in us what it takes to love one another. Somebody say amen. Amen. Najua ametuambia tusipendane kama Kaini. Tarudia hiyo lakini wacha kwanza nisisitize hii kwamba we are learning this love because it is a command from our Lord. 1 John chapter 4 verse 7. 1 John chapter 4 and verse 7. Biblia inasema hivi, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto wa mbuzi akizaliwa tu, hata kama ni kwa kichaka, kanazaliwa tu, mamake akimaliza tu anakaramba, anakaoshaosha na ulimi, kanaosha lakini kanaosha na ulimi, akaosha na maji. Mbuzi haina mkono ya kuchota maji, lakini ulimi kuna maji anaosha. Kakimaliza kuosha, kitu cha pili kanainua kichwa, kanaanza kutafuta
it is in them. Bwana asifiwe. Amen. Hata huyu mbuzi hata mkono anaweza akashika ati kichwa alete kwa titi. Papa kanaanza kutoka. Natural. Na kakiendelea unaanza kanaanza kula kitu. Hakuna shule wanaenda. Because they are wired like that. Bwana asifiwe. We are wired in a way that we love without even being conditioned to love. Bwana asifiwe. Why? Because love is of God. Upendo ni wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anapoingia, upendo umeingia. And everyone that is born of God loves. Let me tell you the truth. Ukiona unachukia tu watu, you only love those people who love you. Examine your salvation. Kwa sababu kuna watu wokovu alienda church, na alipoenda church akapenda Mungu na akaendelea kuzaa, akawa asha, akawa nini, na hata akawa mhubiri. Huyo mtu hajaokoka. They are not born again. How they can do anything because that nature is not in them. To be born again is to be born in the family of God. Unazaliwa na Mungu, unakuwa mtoto wa Mungu, unaanza kubehave kama yeye. Unaanza hata zingine unasikia kusaidia, unauliza na mbona nasikia kusaidia hivi na sina hii msaada. Sasa hapo ndio inatuconnect kuomba. Maana yeye Mungu ndiye ametuwaa hivyo, and we have seen a challenge ama problem, and we want to solve that problem. Not to be given money, not to be paid, no. Yaani unasukuma na ukifanya hivyo unasikia umeridhika moyoni mwako. Kwa hivyo hii inatusukuma unaenda kuomba Mungu. Unakuja hapa kesho, unaomba kwa nini? Umeona mtu mgonjwa na unasikia lazima akapo. You are moved by the Holy Spirit that this person must be healed. Sometimes you pray and cry. Ili hiyo kitu iliyo ndani yako itoke. Knowledge is power. The next verse inasema, he who does not love does not know God, for God is love. He who does not love does not. So the world, Biblia inasema tukichukiwa na kuonewa na dunia, tuelewe hata walimwonea Yesu. Maana hawana hii. You don't demand this love. Kwa hivyo even after mafundisho, usishike ndugu hapo mwambie, tumefundishwa kupendana. Wewe unipendi, you don't demand it. Kuna watu wametoka, kuna ndugu tulikuwa tunaishi naye. He had gone to so many churches. Hapo Nairobi. So tukikutana na kila alikuwa ananiambia, hiyo kanisa, nimeenda kanisa nyingine, nimeenda kukusaidia. Ule upendo nimeona, nikaingia hiyo kanisa. Anakaa miezi miwili kisha ananiambia, kuna mtu hapo ameniangalia. Lakini nikaona hiyo kanisa wako na upendo. Challenge ile alikuwa nayo. Hiyo upendo wapendwa sisi ndio tunapeana. You give it, you don't demand it. Andika hiyo point. This love you give it, you don't demand it. You give it. You give it. You give it.
Kwa hivyo usipopewa una shida, because you are not demanding it. First John chapter 4 verse 11. First John 4:11 inasema hivi, beloved, na unasikia kwanza vile anawaadress. This is the pastor of the church, the apostle, and he is writing to brethren. Anawaita wapendwa, yaani kuonyesha kwamba yeye anawapenda. Si kwamba wameona wakichukiana, anawapenda. Na hata kama kumekuwa na shida, bado anawapenda unconditional. Anawaandikia, anawaambia, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Anasema kama Mungu alitupenda hivyo, basi wapendwa na sisi tupendane. Maana tunapopendana, the love of God is perfected. What does it mean now? Hiyo upendo umekuwa perfected aje? Hiyo upendo alipotupenda, alipigwa kwa mapigo yake tukapata uponyaji. Lakini unakuta katika nyumba ya Bwana bado kuna magonjwa, bado kuna matatizo. Why? Perfection has not been effected. Lakini ili tuone kwamba katikati yetu, sikiza, when the church was born, John was there and he saw the perfection of the love of God in their lives. Somebody say amen. Kwamba katikati yao hakukuwa na mapungufu. Sickness was a thing of the past. Walikuwa wanatoka nje kuponya watu. Katikati yao hakukuwa na magonjwa. Na ikifaulu ifike, because love is perfected by them loving one another. Hiyo ugonjwa inaenda bila kukemea. Sema amina. Amina. This is where God wants. Remember, I am teaching about, this is an idea. When God wants, Mungu anataka kumanifest His sons, kudisplay His sons, kumarket His sons. Mungu akumarket. Wacha sasa tunajimarket. Unatuma kwa TikTok, at least watu wakuone, ujimarket. Mungu akianza kukumarket, you'll be surprised. Hata kama unaishi kwa mti chini, hata kama una nyumba, unaishi juu ya mti, watu watakuja hapo chini ya mti. We are the way we are because God has not yet. Man, there is a version of me that God will market. Kuna wengine hata hasa kumarket. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anapeleka kwa market kile kitu ambacho kifanya. Lakini Mungu akisema, this is my beloved son, hiyo tu peke yake Mungu aseme hivi. Na aseme kila wakati. Yesu alikaa 30 years. Ndio Mungu aseme hivi. Sema amina. Sijui baba na mimi tutakaa miaka mingapi. Ndiye Mungu aseme, this is my beloved son. Na ukijipendekeza kwa watu wanakukinai. Watu nafika pale wanakukinai. Lakini Mungu akisema, this is my beloved son, hata
kwa Bwana. Wewe ni tofauti. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. How can you live with your betrayal? Na mnakula saa moja na anakukisi na unamchagua kuwa hivi, unamwambia wewe ndiye treasure ya huduma yako. Treasure kawaida unachagua ule mtu ambaye unamdhamini, unampenda. Yesu alikuwa anajua Judas ni mwizi, lakini kwa sababu ya upendo akamwambia brother Judas, wewe ndiye our treasure. Bali ile watu wakileta pesa in this ministry, watu watakuwa na Judas akibeba anaiba na anataka kama kuna kitu kinachotoka. People know how to protect. It's only God who knows the hearts of people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. It's only God. Lakini Yesu alikuwa anajua moyo wa Judas. Na penda kabisa. When you read extra materials for information, unakuta kwamba Judas, Yesu alikuwa anamsalimia hivi. Simama hapa. Alikuwa anamsalimia, alikuwa anamsalimia. Lakini saa ingine watu kama kina John anamsalimia. John kwamba anamsalimia tu hapa. Kwa sababu lakini ikifika kwa Judas, hata Judas alikuwa anajua salamu yangu na Yesu ni kugusa. Hata akimpetro, Yesu akamuuliza, unanibetray na kisi? Sasa alikuwa anakusikia. Wakikula pamoja, Yesu anaambia, Yesu anasema tunakula, wanakula pamoja. Anasema anaye deep with me ndiye ananisaliti. Judas zile wanakula na wanadip wanakula pamoja. Bali la. Bwana sasa. Can you love somebody ambaye anataka kukuacha? You should. Bwana sasa. Unapoonyesha huo upendo, what you are doing, Yesu alisema. Yaani, wewe usiende kutafuta makaa. Usianze kuwa na shida na watu mpaka waanze kuongana kwa sababu umebeba gunia ya makaa na inaonekana kabisa anakuambia pale makaa inaacha kuchoma. Achana. Penda mtu, penda mtu ambaye anapendeka. Penda mtu ambaye anakuona anakufanyia mambo. Hiyo upendo ni makaa ya moto umeangalia kwa kichwa yake. Anaungua pole pole. Pole pole. Mkikutana anaungua pole pole, na unajua huyu anaungua. Naona makaa unaongezea. Unakuta hapo kuja unaongezea makaa. Na yeye anaenda kuongezea. Akiongezea yeye anakuchomeka. Anakuhate. Unasema sasa naona yeye ananiamini. It is about living. It is not about king. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa na pointi kadhaa. Sijui kama station. Hebu tusome tena. 2 John chapter. Second letter. Second epistle of John 5. And now I plead with you, lady, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we have heard from the beginning, that we love one another. This is love, that we walk according to His commandment. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ameandikiwa barua to the helper, na ameandikiwa manake watoto wake walikuwa sawa. Kwanza amesifiwa
vile hata watoto wake wako sawa. Lakini Roho alikuwa amemlika, akaona pamoja na yote haya, something is lacking to this level. Naambiwa this is a commandment and it is not new. Hii ulipata wakati ulipookoka, that you love one another. Bona unapenda madoadoa, unapenda huyu, unapenda huyu, unapenda huyu. You are supposed to love everyone. Somebody say amen. I say somebody say amen. So tumesema kwamba we learn about this love. Another point. We should walk in self-sacrificing love towards one another. Hiyo point nataka tuone. Kila mtu aandike. We should walk in self-sacrificing love towards one another. Something happened in John chapter 4. Unaweza kaandika hapo mbele. John chapter 4 verse 8 to 10. We should walk in self-sacrificing love towards one another. Now, in our text, Apostle John quoted Genesis 4:8 to 10. Akasema, hiyo upendo, verse 11 tusoma, maana hii ndio habari mliosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Verse 12 inasema, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamua ndugu yake. Naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ndugu yake yalikuwa ya haki. Now, these are two brothers. Hiki ni kizazi cha kwanza, Cain and Abel. Tangu Mungu aumbe, kifo physical kilikuwa kinatendeka. Baada ya Adam kutenda dhambi, spiritual death occurred, but physical ilikuwa bado. Adam alikuwa hadiona mtu amekufa. Adam alikuwa hajisikia mtu amekufa. Maana alipoomba alikuwa aishi. Kifo cha kwanza kwa Biblia ni when this kind of love is absent. Ndio maana Biblia inasema kwamba anayechukia ndugu yake ni muuaji. It begins with the hatred. Maana the absence of this love is hatred. Hata kama mnafanya biashara na anakuambia tunakupenda, hakuna mtu wa dunia anaweza akakupenda this love. Anaweza vitu vyako anataka. There are people who tell you that they love you. Wanakwambia mimi ukiwa na kitu naanza nikakosa kwenda kazini ndio. Vile ninakupenda nitakuja. Kuna mtu anaweza kumwambia niko na jambo, airishe mambo yake. Hata kama atakusana na watu akuje. Kwa nini amekuja? Kwa sababu kuna vitu vyako wanataka.
ni love, inaitwa lust. It is not self-sacrificing love. Kama wanaenda kutoa sadaka wao, in other words, they are just serving God. Vile tunaserve, because we are serving in different capacities. Bwana Yesu asifiwe. Kufagia hapa ni kuserve God. Kucheza keyboard, you are serving God. Mimi nimesimama nikihubiri, I am serving God. Serving God is not just preaching. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We begin by general assignment to serve God. Unaona tu hii kiti haiko pale pasa unatoa. Unaona tu pale unatoa. Why? Because you love brethren. Unataka brethren wakaa katika conducive environment. Unasikia msukumo wa kufanya. Walipoenda kuserve God, Kaini roho yake ilikuwa chafu. Maana Mungu hanaangalia mioyo yetu. Even right now as I speak to you, my brothers and my sisters, it is not how powerful the message is the condition of my heart. Bwana asifiwe. Yesu anasema wengi wataenda mbele zake wamwambie tulitoa mapepo. Watu walikuja na mapepo tukawatoa. Tukafanya vitu vingi kwa jina lako Yesu Kristo. Maana Yesu hakusema atawaambia amkutoka kwa jina lako. Hapana. Lakini atawaambia ondokeni maana si wajui. They have got no relationship. Praise the Lord. Amen. Walipofika, na hii inatendeka hata kwa ministers of the gospel. Inakuwa kwa sababu pastor hule ako pale, kwa sababu ako pale. Mimi nasikia wivu. Hata akiendelea nauliza hizo vyombo ziungue. Sitaambia mtu, lakini moyoni mwangu nikiwakuta kuhubiri pale nje, ninasikia vibaya. Sasa nasikia vibaya, watu ni wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo kuna problem. That is what happened in the first this family. Abel akakubalika na Mungu kwa sababu ya his heart. Si dhambi alitoa ilikuwa ni zaidi ya hiyo. Kwani Saul alileta ng'ombe nono kushinda hata pekee zile Abel alitoa. Na Saul hapo amesema hizi ng'ombe, alikuwa amesema hizi ng'ombe nimespare nikatolea Mungu sadaka. Lakini Mungu akamkataa. Akakataliwa atakuwa mfalme wa Israeli. It is not what we do, but the condition of our hearts. It is not what we say, but the condition of our hearts. Na moyo wako unaweza kutamka. What are you thinking about, brethren? I have seen watu hata nenda tu kwa mikutano. Utaona wapendwa wakikusalimia, mwingine akuje anasalimia na upendo. Wewe hata saa nyingine unapeana mkono unaacha. Unakuta kwa mkono yako kameha kwa hewa. Because you are not in a designer suit. Lakini mwingine anaingia na suti nzuri bwana. Na unajua watu wanaenda wamejua. Kuingia tu unaona Asha rangi literally anaenda na anamwambia kocha. Kana demonstrate with you something. Sisi mama sasa tukianza kuona vile unafanya kocha. Kocha. Unaona. Pigia Yesu makofi. Lakini yule amevaa kofia na angalia hivi. Mfanye mkono ingata sitaki, I cannot start. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mungu anataka tukarudie the first love. And we will see the love of God being perfected among us. Katikati yetu mtu anafutwa kazi kwa sababu ya ule upendo kwako. As we lift our hands worshiping, God says, lazima huyu mtu kesho awe kazi na anaenda kazi. Mpaka watu wanasema kwani hiyo kanisa ikoje? Waseme these are the disciples of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Kaini aliua ndugu yake baada ya kutoa sadaka vile tunatoka church. You see, after the church, how you behave is what counts. Here, you can be in a suit. You can walk like an angel. You can speak like an angel. But after this, after worship, your manifestation of your heart. Amen. Amen. What has been running in your heart? That is the condition of your heart. See, hapa sasa kila mtu ako sawa. Hata unaona unyenyekevu. Hakuna mtu anajua wewe ni katili. Hakuna mtu anajua you are proud. Because hata watu wakisalimiwa wanasalimia hivi. Hata unyenyekevu. Mwimbaji akituambia tusimame ni mstari. You are so obedient. Tukiambia tuinue mikono, unainua yote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni haja anasema kila mtu tusimame. Zote tunasimama. Inua mikono yako. Zote tunainua. Keti, tunaketi. Salimia beloved. And by the way, hata salamu yetu hapa ni beloved. Hebu salimia mtu beloved. Si lazima tusalimiane tukimaliza ibada. Salimia mtu mmoja tusalimia. Mwambie beloved. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, even as your soul prospers. That is the life God wants us to live. That is the thought. And ninapofikiria Victor, I pray that he prospers in whatever he is doing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naishi na afya, naishi maisha mazuri. Na afanikiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipotoka kwa ibada tu wametoka. Hata akamwambia bro, twende hivi, unajua ibada imechelewa sana leo. Twende hivi ni kujenga. Twende ni kujenga. Kabla anaelewa ndio. Sasa zinaelewa hivi kujenga mtu. Unamwambia sasa twende ni kujenga. Na naye habe amefurahia. Anasikia. Twende ni kujenga. Lipokuwa mbali, hakuna mtu anaona, lakini Mungu anakuwa naye. Ambia mtu hakuna mtu anakuona, lakini Mungu anakuona. Mtu anakuona, lakini Mungu anakuona. Rudia tena mwambie, hakuna mtu anakuona, lakini Mungu anakuona. Hakuna mtu anakuona, lakini Mungu anakuona. Thank you Jesus. Upendo kuna vitu unapojua, you will live a life without hypocrisy. You will live a joyous life. You will live a life. Ndio grace inafanya kazi vizuri. Masheria akamwambia nani ananiona? Amesikia. Hiyo itakuwa. This boy. Biblia inatuambia anayechukia ndugu yake ni mwache. There are so many brethren who are murderers because of the condition of their hearts. Mungu
tusaidie Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I say praise the Lord. Amen. There are people who can even hate you without it. Okay, watu wa dunia watakuchukia hata bila sababu. Just because you are born again. Wanasema unajifanya, yani unajifanya huwezi kuja meeting zetu. Wanajifanya sana. Wanajifanya sana. That is beyond tofauti. Lakini amongst us, don't love somebody because they love you. Love them because God loves you. Praise the Lord. Amen. Demonstrate the love. Andika pointi ya mwisho kama 6. Sema mambo mengi kuhusu hiyo. So we should not love. Kain, upendo wake si huu upendo tunaongea juu yake. Another point. We are assured that we have been translated from spiritual death into spiritual life because we love God's family. Very important. We are assured, you have an assurance. We are assured that we have been translated to be a mission from spiritual death into spiritual life because we love God's family. Hiyo ni 1 John chapter 3 verse 14. Kwa Kiswahili inasema sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. If you don't love brethren, you will create an environment of death around you. It can kill your business. It can kill your relationships. It can kill. When you don't love brethren, you create an environment of death. But when you love, you create a spiritual canopy of life. Things, hata kitu ambacho kilikuwa kinakufa kinaanza. Thank you, Holy Spirit.